nawaambia watu wa Mungu, Yona ambaye hamkuwahi muona kwa macho ya nyama, Yona ni mimi Esperance aliyekataa kumtumikia Mungu nikiwa na mikono na miguu yangu. Leo nakuhubiri injili, sina viganja vya mikono. Leo nakuhubiri injili, sina miguu ya kukamilika. Nina mguu mmoja tu. Huu mwingine ni wabandia ambao nimesimamia. Kwa hiyo naambia watu wa Mungu, Mungu atuondolee vifo vya udadisi. Mungu atuondolee vifo vya dini na dhehebu. Mungu atuondolee vifo vya kujihesabia haki. Vyao vyote, karama zote tulizonazo ni kwa neema ya nani? Ni kwa neema ya Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Hakuna mtu ameweka nguzo ili wingu lisitufukie, hayupo. Mwenye mamlaka kashikilia wingu mwenyewe. Mwenye mamlaka mwenyewe anajua idadi ya nywele zangu. Mwenye mamlaka Yesu Kristo kawekea bahari mpaka. Sasa ilikuwa kuwaje mimi kurudishwa duniani kwa muda tulionao? Haitawezekana. Kwenye semina kesho ndio nitaeleza hii sehemu. Ilikuwa kuwaje sasa mimi kupiga chafya? Kulikuwa kitu gani hapa? Simama kwa miguu yako tuombe Mungu. Simama kwa miguu yako. Shika jirani yako. Kwenye madhabahu ya Mungu ndiko kuna majibu ya mateso yetu. Kwenye madhabahu ya Mungu ndiko kuna kufunguliwa kwetu. Shika jirani yako, tusogee mbele. Mtumishi wa Mungu, turudishele wimbo kwa jina la Yesu Kristo. Watu wapone, mauti waachie, mateso waachie, vifungo waachie kwa jina la Yesu. Wimbo ukiwa unaimba wimbo, tusogee watu wote, sio jini. Watu wote sio jini wala dhehebu. Nimesema kauli ya watu wote tusogee mbele. Wenye shida mbalimbali, wenye magonjwa, una mgonjwa hospitalini, simama kwa miamba yake. Haleluya. Oh, haleluya. Watu wote tusogee. Kesho nadhani tutakuwa na muda mzuri zaidi kwenye semina ya kesho. Tujitahidi tusikose. Nadhani Jumamosi na mimi ndaalika watu watakuja. Kuna kijiji fulani nimekutumikia Mungu hapa, wanaweza wakaja. Karibu, tunawasubiria. Nyinyi ndio tunasubiria. Tunawasubiria walioko mbali na karibu. Wakilisha mgonjwa uliye naye. Kama unaumwa hata wewe sogea mbele. Haleluya. Tutoke kwenye vifo vya kuvaa moto. Tutoke kwenye vifo vya kuvaa mini. Tutoke kwenye vifo vya kuvaa nguo za mipasuo. Tunatoka kwenye vifo. Tunatoka kwenye vifo. Haleluya. Tusogea kwenye madhabahu ya Mungu. Kifo cha kulazwa mara kwa mara hospitalini. Unalazwa sababu ya kisukari, pressure. Hivyo vyote ni vifo. Yesu anakuja kutufufua. Yesu anakuja kutuponya mpendwa. Sogea mbele. Haleluya kwa jina la Yesu Kristo. Mauti tuachie jioni ya leo. 2026. Vifo viondoke. Vifo vya uchumi kuyumba viondoke. Vifo vya kudharauliwa na kukataliwa viondoke kwa jina la Yesu. Mtoto aliyembeba tumboni amekukataa, hicho ni kifo. Hauna raha sababu ya ule mtoto. Inabidi Yesu arudishe raha. Mtoto atakapokusogelea mama. Unalea mtoto mama kama mjane na baba yuko hai. Maana yake amefungiwa kwenye nyumba ya malaya. Kuna wengine wa mama nao wameachia wa baba watoto. Wa mama tubadilike, wa mama tupone. Wa baba tubadilike, wa baba tupone kwa jina la Yesu. Vifo vyovyote vituachie kabisa. Hatutakufa, tutaishi kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Uwe na kansa, uwe na ukimwi, pokea uzima wa Yesu Kristo. Kata wimbo mtumishi. Inua mikono yako juu mtumishi wa Bwana. Inua mikono yako juu. Unapoinua mikono yako juu mtu wa Mungu, rudia maneno haya. Najua nini Mungu anataka tenda kwa dakika chache leo. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako kwa jina lako Yesu Kristo. Ni miaka mingi nimekuwa maiti kwa magonjwa ya pressure, lakini kwa ushuhuda mbalimbali ambazo nimesikia na neno lako, na wewe mwenyewe uliweza kufufuka. Kumbe na
wewe ndiye unaniondolea mauti iliyonifaa kwa magonjwa ya presha, mauti iliyonifaa kwa madonda ya tumbo, mauti iliyonifaa kwa kuumwa mishipa ya miguu, mauti iliyonifaa kwa kutokuona, kwa kutokusikia, kwa kutokutembea. Mauti ondoka, mauti ondoka, mauti ondoka, mauti ondoka kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Wa mauti, na kutangazia mimi sitakufa tena, mimi nitaishi kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Naomba ushushe mikono, mtumishi wa Mungu, funika macho. Unaposhusha mikono yako, mtumishi wa Mungu, tumetoka sikia namna gani Yesu Kristo aliweza kurudisha kijana aliyekuwa amepotea muda wa miaka 40. Yesu Kristo akafufua mtoto wa mjane kwenye mji wa Naini. Yesu Kristo akafufua mtoto wa mjane huko Sarepta. Yesu Kristo na mimi akanifufua. Yesu Kristo akafufua figo za mama wangu Josefu zilizokuwa zimekufa kabisa. Tumesikia na kukua tasa nayo pia ni kifo. Iko Yesu Kristo ambaye ni Mungu akamupa Rebeka mtoto baada ya kukaa utasa muda wa miaka 20. Sara kazaa Isaka baada ya kuwa tasa toka ubinti wake mpaka ile uzee wa umri wa miaka 90. Vifo, kuto kuomba Mungu ni kifo, kuto kusikia neno la Mungu ni kifo, kuibia Mungu fungo la 10 ni kifo, kudharau mchungaji wako ni kifo, kuto kusema ukweli watumishi wenzangu ni vifo. Hawa watu wataokokaje wasipopokea ukweli wa Yesu? Lazima wasikie neno la uzima. Kama hujaokoka nayo ni kifo, sababu mtu ambaye hajaokoka atakunywa pombe, mtu ambaye hajaokoka atafanya umalaya, atafanya uchawi. Uchafu ni mwingi. Lakini unapomwamini Yesu Kristo, mauti yote inaondoka kwako kama vile imeweza kuondoka kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko katikati yetu na bado hujaokoka, mwana wa Mungu, hebu inua mkono wako juu. Kwa yule ambaye bado kumwamini Yesu, inua mkono nipate kukuombea. Ndugu zangu wa mahali hapa, unakumbuka kama haujaokoka, inua mkono wako juu. Kwa yule ambaye bado kabisa, narudia kuongea. Ikiwa haujaokoka, mtu ambaye hajaokoka ni mtu ambaye anafanya mabaya kama ile niliyokuwa nikiyafanya. Kiburi na uongo, unanielewa? Hasira, udini, usehebu, kuibia Mungu fungo la 10 na mengineyo machafu yote. Sawa? Mtu ambaye hajaokoka ndiye alikuwa anaishi kama vile nilivyokuwa naishi miaka ya nyuma. Kwa hiyo narudia kusema, wewe kama haujaokoka, inua mkono nikuombee. Tuanze mwaka upya. Tuanze upya kitu mtumishi wa Mungu, Mungu amesema ndani yake mwaka mpya na mambo mapya. Inua mkono kama haujaokoka. Inua mkono mpendwa, inua. Usiangalie macho ya watu. Mateso unayopitia ni ya kwako, sio ya mtu mwingine. Maisha unayopitia hakuna ndugu amekusaidia, lakini ukimwamini Yesu kuanzia leo, Yesu ataondoa kifo mbalimbali kwako. Narudia kusema, wewe ambaye hujaokoka, inua mkono nipate kukuombea. Ulivyoinua mkono wako, sogea kwenye madhabahu ya Mungu nikuombee. Sogea. Kuna kauli naambiaka watu wa Mungu na kusema. Usisubiri upake bila mikono kama mimi. Usikubali unazo muhubiri hali ya kupumulia ndani ya mpira, kwamba na mimi nikija kutoka kwenye hali hii na mimi nakuja nihubiri injili kama Esperanza anavyohubiri, nishuhudie kama Esperanza anavyoshuhudia. Naambiaka watu wa Mungu, neema yangu haitakuwa ya kwako. Tulifariki zaidi ya watu 10. Peke yangu ndio nimerudishwa baada ya siku 3. Kwa nini uje usubirie kuwa hivi? Mchungaji wangu mwenyeji, karibu. Asante. Karibu baba. Hata kama ulikuwa hujanyosha mkono au ulirudi nyuma kwenye wokovu, unaruhusiwa na wewe kusogea mbele. Aliyerudi nyuma ni yule ambaye ameacha kuimba, anakunywa kapombe kidogo. Aliyerudi nyuma eti kuna na kapombe kadogo anavyotudanganyaka. Eti kunywa kadogo,
kunywa kadogo, zini kidogo, fanya usharati kidogo, ile ni upumbavu na ujinga. So Biblia inasema hakuna dhambi kubwa wala ndogo, mbele za Mungu zote ni dhambi. Tuko pamoja. Baba yangu karibu, kama kuna la kuongea. Haleluya. Amen. Kama ulikuwa umerudi nyuma, unataka kutengeneza maisha yako, unaweza ukasogea hapa kumrudia Bwana. Wakati nawaongoza hapa sala ya toba, kuna shemasi ameniletea funguo. Mtu amepoteza funguo, ziko pale kwenye vyombo. Kuna kijana pale anazo, unaweza ukaangalia kwenye mkoba wako. Nyosha mkono wako, sema Bwana Yesu. Wote hapa ambao umenyosha mkono, sema Bwana Yesu. Leo nimesikia neno la Bwana, ninampokea Yesu awe mwokozi wangu. Kuanzia leo ninatubu dhambi zangu zote. Bwana nisamehe, nianze na wewe katika mwaka huu. Baba nirehemu, mimi mwenye dhambi, nisamehe Bwana. Uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, unifute kwenye kitabu cha hukumu. Asante Yesu, nipe nguvu ya kusimama katika imani. Ninamkataa shetani na mizimu na magonjwa, ashindwe kwa jina la Yesu. Asante Yesu, mimi ni mwana wa Mungu leo, nimesamehewa. Asante Bwana, ninaomba katika jina la Yesu, amen. Naomba watumishi wenzangu tuombee hawa watu wenye shida mbalimbali. Una uvimbe, wewe unajua ni shida gani ulionayo. Kazi yetu ni kuwaombea. Umenielewa watu wa Mungu? Kazi yetu ni nini? Ni kuwaombea kwa jina la Yesu Kristo. Kama Elia aliombea mufu na akafufuka, na sisi ni watumishi wa Mungu, na sisi tutakuombea kwa jina la Yesu huyo huyo, na ataweza kukuponya. Amina. Karibu watumishi wa Mungu, sababu wachungaji na vijana waombaji, naomba tuje nyuma yao, tusogee tuwaombee. Lakini wenye shida, wagonjwa nao wasogee. Wachungaji, vijana, waombaji, wazee wa kanisa, tusaidiane kuomba hapa. Tuje nyuma yao. Wachungaji. Babangu hapa si ni mchungaji? Baba wewe si ni mchungaji? Tuombee sasa. Wewe sio mchungaji? Tuenee mpaka